Mtazamaji wa UMTV, karibu katika tafakari ya siku. Leo ikiwa tupo katika juma la 5 la kipindi hiki cha Kwaresma, katika siku ya Alhamisi, tunaona somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 17 aya ya 3 hadi aya ya 9. Mwenyezi Mungu anaweka agano na Ibrahimu. Anaweka agano shoni kabisa, maneno yake akamwambia Mungu, anamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu, wewe na uzao wako kwa vizazi vyako baada yako. Mwenyezi Mungu mara baada ya kumpa agano anamwahidia Adamu, anamwahidia ardhi, anamwahidia watoto wengi. Mimi na yeye Mwenyezi Mungu anatupa agano, ametupa amri, na tukizishika hizo basi tutapata mafanikio. Tuombe neema Mwenyezi Mungu iweze kutusaidia katika kipindi hiki cha Kwaresma. Zile amri ambazo Mwenyezi Mungu na sheria ametupa, tujiulize na kuzitafakari. Je, ni kweli tunazishika? Wakati mwingine inaweza kuwa ni vigumu na kama maumivu makubwa kushika agano la Mwenyezi Mungu, kushika amri za Mwenyezi Mungu, lakini ni katika maumivu hayo tunapata neema na baraka. Maishani napaswa tuige mfano wa nyoka. Nyoka anapoona kabisa rangi yake au ganda lake la nje limechoka, basi anahitaji uzuri, na uzuri huo anaupata kwa maumivu makubwa. Anakwenda sehemu ya pekee na anajitoa lile gamba lake kwa maumivu, na mara baada ya kulitoa anakuwa safi. Na kwa maumivu yale nyoka atamani tena kurudi mahali pale, kwa sababu atakumbuka maumivu aliyoyapata. Katika maisha yetu inawezekana tupo katika dhambi muda mwingi. Ili kuitoa dhambi hiyo inabidi tupate maumivu makubwa. Na tukipata maumivu hayo, basi tuige mfano wa nyoka. Tusirudi tena, tusije kukumbuka maumivu hayo, namna ya kuyatoa wakati mwingine. Vile vile tunaona katika somo la Injili ambayo inatoka Injili ya Yohane sura ya 8 aya ya 51 hadi ile ya 59. Yesu anaongea na Wayahudi. Anaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti kamwe. Wayahudi wanashangaa, wanasema, huyu tushike neno lake, yeye ni nani na hatapata kufa? Kumbe Kristo anazungumzia juu ya uuaji wa roho. Wao wanaangalia juu sana ya miili ya dunia hii. Kumbuka kwamba mwanadamu ni mwili na roho. Inawezekana kwa namna moja au nyingine tunahangaikia zaidi miili yetu kuliko roho zetu. Inawezekana kutoka mchango wa kanisani hatuna, lakini waharusi basi 50,000 itatoka ndani ya wiki moja. Inawezekana kwa namna moja au nyingine zaka hatulipi, lakini inawezekana tunavaa magauni mazuri, tunanyoa minyoo safi 30,000, 40, tunasuka nywele vizuri, tunahangakia miili yetu na kusahau mioyo yetu. Leo Kristo anatufundisha katika kipindi hiki cha Kwaresma tuangalie pia na mioyo yetu. Tuangalie pia roho zetu. Je, mara baada ya maisha hapa ulimwenguni kipi kitahukumiwa? Je, ni mavazi mazuri niliyokuwa nayo? Je, ni nywele nzuri nilizokuwa nazo? Au ni roho yangu ambayo sikuiandaa vizuri ili iweze kukutana na Mwenyezi Mungu? Naona mara baada ya kuambiwa ukweli wanataka kumuua Kristo. Kristo anapita katikati yao. Kristo anapita katikati yao. Tuombe na Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia basi daima tuweze kuishi ukweli, tukiokoa roho zetu na roho za jirani na marafiki zetu. Tumsifu Yesu Kristo.